Nimetembelea katika shamba hili la kikundi cha Chamwile Group kuja kujionea kazi inayoendelea. Baada ya kufika katika shamba hili, cha kwanza nimefurahishwa. Nimefurahishwa kwa kazi inayofanyika na inayoendelea kufanyika katika shamba hili. Cha kwanza nilichokuja kujifunza, nimekuta kuna kilimo cha zao la alizeti. Pili, ufugaji wa nyuki. Nikiwa kama mheshimiwa diwani wa kata ya Ilindi, ninawapa hongera na ninawashukuru wana kikundi, kwa sababu nina uhakika kilimo cha alizeti katika eneo hili kimetoka vizuri, ufugaji wa nyuki katika eneo hili umekaa vizuri. Niwaombe wana kata ya Ilindi, wana wilaya ya Bahi na wana mkoa wa Dodoma kuja kujifunza vitu ambavyo vimefanyika katika shamba hili, ikiwemo kilimo cha alizeti na ufugaji wa nyuki. Na pia vile wana kata ya Ilindi, kwanza shamba hili limetoa ajira kwa vijana na wananchi wa kata ya Ilindi, hususan kijiji cha Mindola na kijiji cha Ilindi. Tuko kwenye shamba la kikundi, shamba ambalo lina mazao matatu. Zao la kwanza ni alizeti, zao la pili ni rozela, lakini zao lingine ni ufugaji wa nyuki. Kwa nini miradi yote hii mitatu iko kwenye eneo moja? Ni dhahiri kwamba mradi huu unajaribu kuangalia swala zima la mabadiliko ya tabia nchi, lakini uhimilivu. Mazao haya matatu yanategemeana, lakini la msingi ni kwamba kilimo cha alizeti pia kinasaidia upatikanaji wa malighafi kwenye utengenezaji wa asali. Nyuki wakati wanafanya uchavulishaji wanapata bidhaa ya kutengeneza asali. Hiyo inakuwa kama wanavyosema 2 in 1. Lakini pia zao la rozela na lenyewe linastahimili ukame. Kwa maana hiyo sasa, kilimo cha alizeti kama inavyoonekana kwa hali ya hewa ya mwaka huu, lakini hali shambani inaonekana kama hivi, uhakika wa mkulima kuvuna ni wa uhakika. Lakini nini zaidi lengo la mradi huu? Mradi huu pia utasaidia kufundishia wakulima kilimo cha alizeti, ufugaji wa nyuki na kilimo cha rozela. Hii itawasaidia sana wakulima kupata mazao ambayo yatakuza uchumi wa kaya, lakini wakati huo mazao hayo yalinde chakula. Kwa maana gani? Badala ya kaya kuuza nafaka, mazao haya yanaweza kutumika kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Cha kwanza kabisa ni wapongeze wana kikundi cha Chamwile kwa kufanikisha hili jambo. Manake likiwa ndani ya kijiji cha Mindola, mimi mwenyewe nafarijika sana, na nahakikisha labda wananchi wangu manake watajifunza, wanajionea, wanapita, wanaona ni namna gani utaalamu uliofanyika kwenye shamba hili ama kwenye kikundi hiki cha Chamwile. Kwa hivyo naamini kabisa kwamba tulio karibu, manake hatuhitaji nauli ya kusema kwenda kujifunza. Manake ukitembelea tu umeshaona ni kitu gani ambacho kinafanyika katika kikundi hiki. Kwa hivyo mimi nawashukuru sana na kikundi hiki ambacho kipo ndani ya kijiji changu cha Mindola. Kwa hivyo tutaendelea kujifunza kupitia vitongoji. Huu mfano utafanyika, utasambaa, manake viongozi wapo watatoa elimu kupitia vitongoji ili tuweze kuendeleza hili zao la alizeti na ufugaji nyuki, kuweka ndani ya mashamba. Manake kumbe ukiweka mizinga mbali, kwa maana nyuki sasa watapata shida ya kutafuta maua, lakini ikiwepo ndani ya shamba hakuna kinachoharibika, watafuata maua karibu na uzalishaji utakuwa ni mkubwa. Kwanza kabisa ni washukuru viongozi wote ambao wameweza kutembelea shamba hili la Chamwile
akiwemo mheshimiwa diwani, mwenyekiti wa serikali pamoja na wakuu wa vitongoji. Tunawashukuru sana kwa kuja kutembelea kwenye shamba letu. Lakini tunajua shamba hili ni shamba ambalo litatoa fundisho kwa jamii ambayo inazunguka shamba hili, lakini na vijiji husika, vijiji jirani ambavyo vinazunguka shamba hili. Kwani shamba hili kuna mbegu ambazo zimepandwa mchanganyiko. Kwa hiyo watu wengi wanakuwa hawajui kuchanganya mbegu kwenye shamba moja, wakielewa kwamba inaweza ikaleta hasara. Lakini shamba hili litaonyesha kuwa ni fundisho au mafundisho kwa jamii nzima, na hasa kwa sababu wakuu vitongoji wapo. Kwa hiyo wataenda kuwaelimisha wananchi na watakuja kutembelea shamba hili na wataona faida ya kuchanganya mazao mengi kwenye shamba moja. Kwa hiyo tunaamini kabisa elimu hii ambayo imetolewa na kikundi cha Chamwile itaenea maeneo yote, kwa sababu viongozi wapo, wataenda kuwaelimisha wananchi. Asante. Hili shamba ni kilimo biashara kama linavyoonekana. Ni shamba ambalo limelimwa alizeti na ufugaji wa nyuki. Shamba hili linatoa darasa kubwa sana, hususan kwa vijana. Sisi vijana tumekuwa na tabia kusema kwamba hatuna kazi. Chamwile Group inatoa kazi na elimu pia. Kama tunavyoona kuna upandaji wa kisasa, ufugaji wa nyuki wa kisasa. Karibu vijana wote ambao mnataka kujifunza ndani ya shamba la Chamwile Group. Na mimi kama kijana naomba niwashauri vijana wenzangu. Kwanza kabisa wawe wabunifu, waweze kujitoa, watembelee. Ukisikia sehemu kuna darasa fulani au kuna elimu fulani inatolewa, waweze kutembelea ili waweze kupata elimu, waweze kujiajiri wenyewe, wasiwe na kulalamika kwamba hawana ajira, wakati ajira ni nyingi ambazo zinaweza kujiajiri mtu mwenyewe endapo kama akiwa anatembea, akiwa mbunifu, anaweza kujiajiri mwenyewe. Kama akifika Chamwile Group atapata elimu nzuri, atajifunza mambo mengi, hata lalamika masuala ya ajira, atakuwa na ubunifu wa hali ya juu kwa sababu tunatoa elimu pia. Kwanza kabisa ni washukuru viongozi wa kata yetu kututembelea katika shamba letu la kikundi. Vile vile nipende kutoa wito kwa wamama na wababa, wale ambao wanaona kwamba wanahitaji kuingia kwenye makundi, basi waingie kwenye makundi waweze kujifunza. Vile vile napenda kulishukuru sana shirika la UNDP kutuona sisi wamama ambao tuko vijijini kuja kututembelea na kutuletea mradi.